Alright, bila shaka, thank you so much kwa siku hii. Siku ni ya Jumanne, ni tarehe 11 mwezi tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka 2021. Karibu kabisa ili kwamba uweze kunoga katika kipindi cha hii leo ukiwa pamoja na mimi Papa Isaac Lena. Natumai kwamba siku yako imekuwa nzuri, haijakuwa yenye vurugu, imekuwa yenye shida, na naamini kwamba Mungu amekulinda, amekujaza na ameweza kufanya kwamba moyo wako usikue kwamba unanungunika, moyo wako usikue kwamba unahisi uchungu moyoni, lakini naamini kwamba Bwana wetu ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye ni Mungu mwema mwaminifu, ameweza kutujalia siku hii na ameweza kutuinua, nikitumai kwamba kwa kweli ulipo pahali popote unatushika ukiwa umebarikiwa sana siku kama hii ya leo kabisa, ambapo kwa kweli ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Kwa kweli ndiposa hata hii leo tuko hai, ni kwa sababu ya neema yake Mwenyezi Mungu ndiposa hata siku ya leo tumekuwa na pumzi. Siku ya leo kweli ni ile ambao Bwana amesema I say kwamba leo tukapumua, leo tuweze hata tukafungua macho yetu. I say kumekuwa na shughuli mingi kule ulipoenda. I think kuna wale ambao tumeenda pale sokoni, kuna wale ambao tumeenda mahali tofauti tofauti, but I think and I believe kwamba Mungu mwaminifu amekuwa tegemeo letu kwa kila hali na ameweza kutujalia kwa kila hali, and I know kwamba siku ya leo tutaenda kupata makuu na mengi zaidi, ili kama tuzidi kunoga, kwa sababu siku ya leo kuna ile topic ambayo ni kali sana ambayo iko hapa, ambao unaiangalia pale kwa watu wa Facebook pale, naona kwamba washaingia ndani kabisa. Kwa wale watu ambao pia mko pale YouTube, thank you so much, welcome kabisa kabisa, ili tuzidi kunoga katika kipindi cha siku ya leo, ambapo kwa kweli anasema kwamba tusipoanza bila yeye tutakuwa kwamba tunafanya kazi bure. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuanza na Mwenyezi Mungu na hayo mengine atafuata kwa njia speciali kabisa. Thank you so much kwa wale wote ambao mnaingia hivi sasa. Ni kweli kwamba tumeingia hivi sasa ili kwamba tuweze kuingia kwenye mjadala wa siku ya leo, lakini kabla ya mjadala ningependa tu kukuuliza, tuweze kuwashtua wale ma friends pale, kule wale ndugu zako, jamaa wako ambao kwa kweli wangependa kufuatilia hii story ya siku ya leo, ambao hivi karibuni nitaileta, ili kwamba tuweze kuidiscuss katika siku hii ya leo kabisa. Alright, ambia yule rafiki yako, ambia yule dada yako, yule ambao ni jamaa kwa kweli ambao unajua kwamba anafuatilia Kisi Hot TV siku kama ya leo kabisa. Alright, kila mara ningependa kwamba tufanye ni kwamba tuweze kulike video, tuweze kuishare kwa ma friends, ili kwamba ikuwe vizuri kwamba tunapoendelea, hii ni vizuri kwetu sisi wote. Martha Wonderedi anasema kwamba watching you, your name mono Nsuvati, thank you so much. Nasema kwamba hi there, kusalimu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapi Mary Neema. Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia, just like the video, vile wengine ninavyoona pale wanaendelea ku like pale Facebook as well. You can just send your text right here, tukiingia kwenye mjadala itakuwa ni vizuri sana, ili kwamba tutakapokuwa tukizungumza moja mbili tatu, kwa kwamba unapoingia kwa ni vizuri. Nyake anasema kwamba hi kutoka Isoge Scheme. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kuingia hapa, and may God bless you. Lakini ya kuanza inabidi kuanza na maombi, ili kama tuweze kufungua chapter kwa njia iliyo nzuri. Au namna gani say haya vizuri, naomba tufunge macho, kwa sababu mimi kwa kweli hapa siwezi nikafunga macho, sijui kama kamera itanigonga kofi, kwa hivyo lazima nikukodolee macho ndipo unanitazama siku ya leo. Alright, vizuri, tuweze tukafunga macho yetu. I say tuweze tukamwambia Mungu jambo, ili kwamba nisikue hapa mafua yanishike nishinda hata kuongea. Lazima tuanze na Mwenyezi Mungu kwa kila hali, kwa ni vizuri sana. Alright, tufunge macho tuweze tukaomba. Tumwambie Bwana Yesu, asante Baba, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii muro kabisa ambayo Bwana umeweka mbele yetu, jioni hii ambayo ni jioni speciali ya siku ya Teaching Tuesday. Bwana tunakushukuru kwa sababu Mungu umetulinda, tunakushukuru Bwana kwa afya, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya familia hizo nazo, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya mahitaji yetu ambayo umeyatosheleza, tunakushukuru Bwana hata Bwana wakati huu wengine tumepoteza ndugu na jamaa
Jehova, wewe haujatuacha, kwa sababu Bwana umesema kwamba wewe utakuwa karibu na sisi katika hali zote. Tumekuona Mungu ukitupa ujasiri katika hali zote. Bwana, kuna wale ambao tumesafiri, wengine wamekufa pale kwenye ajali, lakini Bwana sisi tupo hapa tunainua jina lako na kulimidi. Asante kwa sababu Bwana umetuepusha na hayo yote ambayo shetani angetuletea shida, lakini Bwana wewe umekuwa ni wa neema juu ya maisha yetu, na Bwana umetuepusha. Asante kwa sababu Bwana katika mjadala wa siku ya leo Bwana utaweza kuwa ni kiungo muhimu katika maisha yetu, kwa sababu Bwana tunajua bila wewe hatuwezi tukaendelea. Tupe radha katika siku hii, katika kipindi hiki, na hata Bwana nipe sauti nzuri, na hata wale ambao watakuwa wakifuatilia kipindi hiki wakuwe na sauti nzuri tu, ili waweze kuongea, waweze kufunguka na mawazo yao yaweze kufunguka, ili kwamba Bwana ili katika kipindi hiki kiwe ni kipindi cha baraka, kipindi cha kutuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine pale. Tutalishukuru jina lako na kuliinua, kwa sababu wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Uhimidiwe, ushukuriwe na upewe sifa milele. Amina, amina. Alright. Kuna wale wote ambao nimeona pia wameendelea ku text in kabisa. Naitwa Mary Neema, anasema kwamba Martha Wanare, niko hapa sweetie, ni vile sija comment. Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnaendelea comment, na vile vile you can just like the page, you can just subscribe hapa ikiwa kwamba unafuatilia kutoka kwa mtambo wa YouTube as well. Unaweza ukalike your video, you can comment as well kutoka kwa mtambo wako wa YouTube. Wale wa Facebook pale naona mchangamka vizuri sana, na itakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia iliyo speciali. Lakini kwa sasa najua nataka tuende kwa mjadala, lakini inahitaji kwamba tuende kwa kipengele kimoja vile vile. Lakini kabla ya kwenda pale, ningependa tu ikiwa uko pale na umeona hiyo stream ya pale, hiyo link, ingia na tuweze kusema tu high 5 to 1 2 3 pale, hiyo kwamba unahitaji kumwambia mwenzako hi vizuri wakati kama huu, ili kwamba uweze kuingia ndani kabisa, ili kama tuweze kuwasalimia wenzetu, majamaa, na hata pia kutuma tu salamu zetu kwa jamaa na marafiki. Haitakuwa vibaya, itakuwa ni vizuri sana. Alright, kwa wale watu ambao naona sura yangu kwa mara hii sijui mara ya tatu pale, itakuwa ni vizuri ku comment hapa na uweze kunijua pale, jaja hapa uweze ukanikaribisha pia siku ya leo Tuesday, Teaching Tuesday kama kawaida bila shaka. Alright, you can just comment right here. Pia you can just ingia na hiyo link ambayo iko hapo juu, ama nitaiweka mara tena ili kwa vizuri kwetu kuingia hapa na tuweze comment na tuweze tukasalimiana moja kwa moja. Kama ni ndugu unataka kumsalimia, itakuwa ni vizuri sana tunaposonga kwa hiyo njia, na ndio kama tunasonga vizuri, na itakuwa ni kwa njia iliyo special sana kabisa. Alright. Dada mkubwa anasema kama ndio naingia, we are Hot TV live from Riyadh. Nawapenda sana, thank you so much. Pia sisi tunakupenda. Alright, tunakupenda pia. Alright, you can just get in kwa hiyo stream ya link ambayo nimeweka pale, ili kama tuweze tukasema hi kwa friends na jamaa zetu, hata pia kupeana pole kwa jamaa zetu na marafiki. Itakuwa ni vizuri ukiingia hapa, at least uonekane kwenye sura, hata mimi nikujue, huenda sikujui. Itakuwa ni vizuri sana ili kama tunaposonga inaonekana kama tunasonga kwa njia ambayo ni nzuri, you know, kabisa. Alright. Haya, kabla tuende pale, sijui siku ya leo imekuwa namna gani. Leo nimekuwa pale nje pale nje kwenye matembezi yangu moja mbili. Tumepatana na ndugu na dada pale, na tumekuwa tukiongea mambo mawili matatu, tukibugia pale. Tumepata uji wa jioni, na ilikuwa kwamba ni vizuri baada ya sisi kutembea kidogo, kufana kidogo, tukaketi vizuri chini. Tulikuwa na ndugu ambaye anaandaa kwa sababu ya mambo ya harusi. Unajua harusi pia ni nzuri, sijui kama wewe utafanya harusi, lakini sijui. Tukaongea moja mbili tatu pale, akatuambia I say, unajua mimi nina mpango na ni wiki 3 hivi zimebaki ili niingie kwenye masuala ya ndoa. Akatuambia vile amejipanga na vile ataweza kumfurahisha binti ambaye ataweza kumuoa mama yake kwanza. Wamekuwa tu marafiki wa muda mrefu, lakini sasa ilibidi kwamba aweze
pia sasa kumwambia sasa ni vizuri ni ukuje nyumbani, lakini ukikuja nyumbani lazima nikufanyie sherehe ambayo itakuwa ni sherehe ya kutoa tu pale neti kanisani. Kama kwamba unapokuja pale nyumbani itakuwa ni vizuri sana. Ruth Wosiburi anasema kwamba Guy, mimi ni mgeni nawe ni mgeni, hodi, karibu sana. Haya, akasema sasa mimi nina mpango mzuri sana, nataka tu nimtoe Yoneti vizuri. Wakati naambiwa na pastor kwamba unajua wakati pastor na kuelekeza makasisi ama yule bishop mara nyingi ni kasisi ama askofu ndio wanashikanisha harusi. Sasa kasisi ama askofu anapokuambia sasa fungua hiyo neti vizuri tukuangalia isee. Akasema sasa mimi nimepanga vile nitaweza. Unajua kuna wakati ule pia harusi ambapo anaambiwa kwamba you can kiss the bride anaambiwa pale, lakini sasa yeye akasema yeye haoni kama anaweza kapeana busu hadharani kwa sababu sasa inakuwa ni uoga sana. Bwana Reri Martha anasema kwamba haha na kuona kwa Musunte. Alright, thank you so much kwa kuniona pale Martha Bwana Reri kutoka kwa comment pale Facebook. Sasa huyu kaka katuambia sasa mimi jiandaa sasa sitampa busu, mimi nitampa tu hug kidogo at least bwana. Unajua wazazi wanaponiangalia na hii desturi na vile mila za Kisii hapa, unajua huwezi kukiss bibi yako hadharani. Jameni, afadhali nimpe tu hug. Right, ni sawa, hayo ni ya koko. Tukacheka vizuri tu tukikunywa tu uji pale kwenye hoteli fulani, na tulipomaliza sisi ilikuwa kwamba tunaachana lakini hatuachani, tunaachana lakini hatuachani. Anatuambia aisee, unajua nitawamisi sasa, mimi nitakuwa baba nitakuwa naita mume na nitakuwa nafika nyumbani mapema kwa sababu ilikuwa ni mwendo wa saa 1 saa 2 pale tukiachana kabla mimi kuingia hapo kwenye studio. Najua akaniambia sasa mimi naenda, lakini unajua kuna wakati hatutakuwa tunaketi hivi tukikuna chai tukikuna uji vile vile, na hata maongezi yetu yatakuwa hapa. Sasa unajua maongezi yetu itakuwa ni kwamba unanipigia simu, unaongea kwa sekunde 2-3 pale, alafu unaniacha naendelea na shughuli na bibi lakini sasa tulipoachana akaniambia I say pia wewe jipange, tunataka uwe next. Mimi nikamwambia next tena tutaangalia baadaye, lakini tukirejea kwa sababu ya siku ya leo, kwenye mjadala wa siku ya leo, bila shaka tutaweza kuongelea kuhusu masuala ya ujana. Kijana anasema mimi unajua nilisha kumwambia kwamba kuna masuala ya vijana hapa, masuala ya vijana. Kijana amedate pale campus life imekuwa ni ngumu sana, amedate wasichana wengi na hajui amchague nani asimchague nani. Yani yeye pia hata kuna pale masponsor pale nje wamemkangana, na kaambia kiume amechanganikiwa, kika amechanganikiwa, I say hata ajui afanye nini, I don't know. Lakini sasa tutajua kuna mbele kutana namna gani. Vibes kali. Jarito Eriko anasema kwamba tuned in following from Jogoo Road, Kisii Town. So much welcome in, ili kwamba tuweze kusonga kwa njia iliyo nzuri sana. Niite Papa Isaac, leo tunaendelea kusonga vizuri. Najua pale unaweza comment vile vile leo siku yako imekuwa namna gani, kwa sababu mimi nimeshare story yangu, siku yangu imekuwa nzuri tu na tumekuwa tukifurahi tu, na mambo yamekuwa ni mazito tu pale, na kutakuwa tuna shida na tulipoachana, by the way, the moment nilifika kwenye studio nimwambia ndugu yangu, mimi nimefika kwenye studio Majengo, sasa usinipigie simu. Najua ile joke umemake pale kwamba uwezi kumbusu bibi yako, mimi haiko nifurahisha lakini sasa unajua ni kawaida lazima mtu unapokuwa pale lazima umwambie I say unastahili kufanya hivi, lakini unajua mimi niliogopa kwa sababu tulikuwa wengi. Nikaona kwamba mimi hiyo itakuwa personal, kwa sababu sasa sikuwa nataka hii reaction pale, mtu alete majoto yake na aleta majoto yake. Sasa mimi nilikuwa nimejificha na reaction ya kwangu, kwa sababu opinion yangu ilikuwa kwamba vizuri bwana umpe buso pale, itakuwa ni vizuri, hata mimi nitasmile sidi kwako wewe, lakini endelea kufuatilia hapa kwenye Kisii Hot TV, usibonyeze mahali pengine, ni hapa tu ambapo tunaendelea kufuatilia na tunaleta mjadala hivi punde tu, zikiwa zimekatika dakika 59 baada ya saa 2 jioni. Ikiwa kwamba pale unataka kuswitch kwenda kwa news, nakwambia leo niko na news mingi sana hapa, usiswitch hapa tu, tuko hapa tu, fuatilia hizi news ambazo zinakuandalia siku ya leo, mingi sana. Alright sawa.
Tulipoachana basi, kuna yule kaka mwingine ndio tulikuwa kaka watatu pale, akiwemo huyo mwenye harusi. Sasa akaniambia, unajua mimi pia yeye hajaoa, unajua. Sasa tulikuwa wale ambao ni ni kapera tu, hatujashikanisha kwenye harusi kama ndugu yetu. Sasa tukasema itakuwa ni vizuri sasa kidogo tu, unajua kuongea si mbaya, na kidogo tu akaniambia, aisee, mimi nimepima nguo mingi za harusi lakini sijui nitamchagua nani aisee, kwa sababu inakuwa ni vigumu sana, right? Naongea hivi nikikungoja wewe pia unipe story ya siku ya leo, ikiwa kwamba umejipanga pale manyumbani, umekuwa ukitembea, siku imekuwa mzito, refu, lakini kuna kila kitu ambacho kimekufanikia siku ya leo, na unahisi kwamba ushie na sisi, itakuwa ni vizuri. Ukishia na sisi itakuwa ni vizuri sana, right? Aya, sasa ndugu akaniambia, jamaa, najua mimi hapa nimefanya harusi mingi, nguo nimepima mingi sana, na nikianza kuhesabu pesa nimetumia mingi sana, hata sijui kama mimi peke yangu naweza nikafanya harusi. Nikamwambia nini? Niambia maisha bana ni tricky pale, unajua hata kupata mchumba inakuwa ni tricky sana nikamwambia ndugu, siki tricky sasa wewe jipange, ndugu yetu ashatuonesha njia, sasa hapa ni kujipanga kidogo aisee. Sasa ndugu akaniambia mimi naona kwamba ni kugumu sasa, maisha yameanza kuwa magumu pale. Nikamwambia hata mimi sijui, najua mimi siwezi nikashare story ya kwangu mimi nilifikiria namna gani, siwezi kusema mimi nakupa moshene vile watu walikuwa wakiniambia pale. Sasa mimi nikamwambia, haya, kama hutaki kufanya harusi basi uniambie unatakaje sasa. Akaniambia, mimi najua nimekuwa nikikuwa na date na wengi, sasa sijui nichague nani. Hata mimi nikakumbuka sasa, mimi wakati nilikuwa pale high school, mimi nilikuwa mtu ambaye nilikuwa naitwa pastor sana hata nilipokuwa naitwa pastor kwa sababu nilikuwa ni mtu wa vifungu, mtu wa kuleta neno kabisa. Nikamwambia, aisee, mimi kidogo tu utaniambia una mpango gani, kwa sababu mimi mpango wangu hapa, hata mimi hebu tu niambie story yako, kwa sababu mimi nikianza compare story na hata nipa story sisi, hata wewe tulie bana, nikupe story aliponiambia, kwa sababu nikichanganya story zetu zilikuwa mbili itakuwa confusing bana. Tushamaliza hiyo ya mwenye harusi, ashafika kwake Sasa kwa huyu ambaye ananiambia iko life iko tricky sana, iko tricky kabisa. Sasa ikiwa tricky, nataka nikueleze vile mambo yalivyokwenda, unaona. Sasa yeye akaniambia, mimi pale bana, maisha yameanza kuwa kizunguzungu, sijui, kwa sababu mimi hapa kuna yule number 1, kuna yule number 2, kuna yule number 3, kuna yule number 4, kuna yule number 5. Mimi hata sijui nitafuata nani, nitafuata nani. Sasa nikamwambia, utamfuata nani? Sasa si unajua roho yako. Akaniambia, sawa, inanichanganya hata kama uko na roho bana. Kuna wale wamezidi, ni kama uko na A to Z na ujui kama utachagua. I don't know sijui kama wewe kijana pia umekuwa na hii experience. Sasa haujui utapata nani kwa maisha yako, at least ako keep busy pale, I don't know. Sasa sijui vijana mtacomment namna gani, kwa sababu historia hiyo iko karibia kuleta kwenye mada na niko karibia kufika kwenye mada ya siku ya leo Sasa akaniambia bana, mimi nikakuwa nilipokuwa high school nilikuwa na wasichana wengi. Nilipofika pale Emineps wanasema hi Isaac, hi to you Amy, right? Akasema sasa mimi nilipokuwa high school pale nilikuwa na mabinti watatu. Nilipofika pale mabinti watatu sasa hivi hata siwajui wako wapi, Sasa akaniambia baadaye nilipoingia kwenye campus hapa, sasa campus hata niko confused kabisa. Kuna masponsor pale, kuna nini. Najua huyu rafiki yetu huwezi kumjua, hata leo nikwambia siwezi nikakwambia jina, by the way ndio watu wa Moshene wanatakanga ajue jina, hata kama umjui unataka ujue jina. Mimi sikwambii hilo jina, hilo ilikuwa ni yangu tu, ni mambo ya kisiri pale, Hasa kanaambia mimi bana, kulikuwa na sponsor pale pia alikuwa ananipeleka vizuri, lakini unajua bibi aliolewa, bwana akafa, mimi sitaki kuwa adultera
Sasa kanaambia mimi sasa mimi hata sijui kwa sababu hapa nina binti wako watatu sasa hivi, wale ambao niko serious na wao na pia wao wako serious na mimi hapa, Sasa mwingine akanambia kuna wale wengine maybe nikioa mmoja wao watakuwa concubine watatu, wane, watano. Unajua Solomon pia kwenye Biblia unaangalia Solomon alikuwa na concubine wengi sana, mimi hata sijui Gertrude pia na Mari pale ndani anasema kwamba Isaac, mambo poa sana, ingia sasa tuweze tuongee. Tukaingia kwenye chat, tutakaribisha hivi ili kwamba muendelee. Sasa wacha nikupe tu story pale. Gertrude anaona pale, anaona Amy pale, alright, vizuri. Sasa akasema sasa unajua unajua kuna pale maconcubine. Nilikuambia kwamba Solomon pia alikuwa na maconcubine wengi sana, hata sijui sasa maconcubine wanasaidia nini, lakini usiniulize kama niko na concubine sama niko na main chick, I don't know. Hizo story tutaongea baadaye, tutaongea pale nyuma kidogo, yani mtu asisikie, Sasa ikafika pale ananiambia mimi nimechanganikiwa, nimechanganikiwa, to which hata saa hii I'm very sure to many youth sasa hivi wananiambia mimi maisha yangu na nataka tu nioe nikiwa 30s, wakati tu ni raha yangu imeisha kidogo tu, wakati nishapata main chick mwana yako serious pale, naona tu najaribu ku test pale, nani atakuwa ndani kabisa, atakuwa mzuri kabisa, and then tuona naye machuki anasema niko ndani, karibu sana tuendelee hapa, alright. Hasa akasema mimi sasa sijui main chick nani, alright, lakini sasa unajua hata wewe kijana ama wewe dada, najua hata wewe bibi ambao umeolewa, najua sijui ni advice gani uko nayo kwa hao vijana, because wameshindwa, na we will have some of the youths ambao watakuwa na comment papa hapa kwenye Kisii Hot TV ili tujue kwamba mbona unasema kwamba hauoi. My friend aliniambia mimi sasa kuoa sasa sijui saa hii, sione kama nitaingia kwenye marriage sasa hivi mapema bana. Naona ikifika 40s pale, 30s pale, 40s pale, at least niweze kuoa kidogo tu, nitakuwa nimemaliza raha. Sijui raha iko namna gani raha sijui inaonekana namna gani, because mimi nasikia kuna raha. Sasa sijui raha iko na sura gani, sijui iko na sura ya Fanta ama Coca-Cola ama Sprite ama Stoni ama sijui iko na tangawizi. Sasa sijui furaha iko namna gani, lakini I want you to put this thing iko straight vizuri, ndio tuelewe hii raha iko namna gani, and why don't you get into marriage this very early. Itakuwa ni vizuri ukicomment papa hapa kwenye Kisii Hot TV. Kuna mjadala ambao uko hapa ndani ni kwamba why are youths not ready to get into marriage, because by the way, mimi kwa maoni yangu nitapeana baadaye. Hiyo nishakwambia story vile imekuwa bana. Hiyo story imetokea kwa hoteli bana. Mimi nimekunywa chai na wakasema kwamba wakasema wakasema bwana, unajua mimi nilikwambia bana, hii bill siwezi nikalipa. Si tumekuwa tukikula moshene hapa. Sasa hii bill bwana siwezi nikalipa. Sasa lazima ulipe at least tu na story. Sasa walipolipa bwana tulitoka hapo na ikakuwa ni vizuri. Sasa moshene yetu iliisha hiyo, by the way. I don't know moshene yako iko namna gani, but just get to that link kama iko pale, tuweze tukasalimiana hapa ndani na pia tuweze kuingia kwenye mjadala zikiwa zimekatika dakika 8 tu baada ya saa 3 saa ya Afrika Mashariki. Alright, bila shaka tuingie hapa ndani tuweze kucomment, tuweze kushare stories zetu, nitakuwa ni vizuri sana. Alright, iko pale, hiyo link iko pale, na naipost again na paste again kabisa, ili kama uweze kuingia hapa utuambie story yako iko namna gani. Just feel kila kitu ambacho hiyo inakwambia, just get it. I see you my dear, get it. Alright, hiyo ndugu, endelea pale, naona kwamba mnaendelea kufuatilia vizuri. Alright, let us have the comments kutoka pale kwenye WhatsApp ya Kongo. Sija mtu naona kwamba Trisa ambaye sasa hivi yuko Qatar anasema kwamba ninafuatilia kabisa. Thank you so much Trisa from London. Alright, Trisa from Qatar, not London. Alright, hiyo imeshika. Unajua hii London inakuwa ni mzuri kwa sababu tulikuwa tunaishi London. Sasa nilipokuja hapa Kenya, unajua kuna London ya Kenya
na kuna London ya Kisii. Sasa London ya Kisii sijajua, because London ya Kisii unajua hakukosi kitu. Yeah, pia kuna London iko Kenya, lakini London ya Kisii iko very much known. Hiyo London tutaijua baadaye. Lakini anyway, tukisonga songa pale, you can just comment right here ili kama tuweze kujua maoni yako ni yapi. Why are these people not getting into this marriage? You know, mbona waingie kwenye marriage? Vijana mbona are they not why are they not ready? Na vijana, why are you confused by the way? Why are we confused? Why are we confused? Are we the confused element is in this in this world? You can just tell me, why are you confused this, so that we can just know why you are confused. Wale ambao mko pale, just follow hiyo hivi sasa, and you can just tell me why are these youths confused, na mbona hataki kuingia kwenye marriage hivi sasa, because marriage is a very sweet thing na sana. Songs of Solomon pale watu wanasoma sana. Alright, naona kwamba dada mkubwa anasema kwamba naomba unisomee umrani tu 24 to 8 wote wabarikiwa kwa pamoja. Alright, nisoma, najua unaweza pata kuna comment pale kulingana na neno la Mwenyezi Mungu linasema namna gani, you know, kwa vizuri. Lakini najua ni vile amezoea gospel. Alright, tutaiangalia hiyo verse sasa hivi because anataka ridhie. Sitaki kuja chelewesha mtu ili kwamba aseme kwamba aizo ananionea, aizo ananichukia, aizo you know. Right, you can just comment in, salimia wale ambao unahitaji kusalimia hivi sasa, na you can just comment as well kama wewe ukaingia kwenye video ili kama tuweze kuchat live. You can just in useme ni kwa nini unahisi kwamba vijana hawaingii kwenye ndoa, ni kwa nini vijana wako confused, because they have sijui magic kwa watatu. Sasa sijui utaoa watu watatu at the same time, hata hii harusi kafana kweli? Alright, vizuri. Naangalia hapa nisome hicho kitabu cha Ecclesiastes ama Mhubiri, ndio ni dada yangu aridhie, dada mkubwa pale aweze kuridhia, itakuwa vizuri because we are in that story pale. Alright, huyu dada ameniambia, unajua lazima nimsomee. Najua lazima nikusomee dada mkubwa, lazima nikusomee kabla sijasoma wala au umewasalimia. Anasema kama nikajifanyizia kazi zilizo kubwa, nikajijengea nyumba, nikajipandia mashamba ya mizabibu, nikajifanyizia bustani na viunga, na kuipanda humu miti yenye matunda ya kila namna, nikajifanyizia birika za maji ya kunyweshea mwitu mlimopandwa miti michanga, na nikanunua watumwa na wajakazi, nikawa na wazalia nyumbani mwangu, tena nikawa na mali nyingi za ng'ombe na kondoo kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu, tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo, nikajipatia waimbaji waume kwa wake, nao wale ambao wanadamu wana watunuku masuria wengi sana. You know, dada mkubwa pale nimepokea salamu. Right, na dada mkubwa pale anasema kwamba nawasalimia hawa kurukuntu geti kwa Buz Vinibabu Ruth na wabe pia wote wale pia wote ambao na wewe pia wote ambao wanategea Kisi Hot TV, na wapenda my baby parents, brothers and sisters. Alright, iko sawa kabisa. Alright. Sasa tunaweza tukaingia hapa ndani tuweze kusema, kwa sababu nisharidhia dada yangu. Unajua hii show inaisha mwendo huo wa saa 4 pale, so kwa sababu nitakuwa na change, ndugu yangu nitakuwa naingia kwenye kipindi kingine pale, nitakuwa ni vizuri kwamba tushachangamka kidogo na imekuwa vizuri sana kwetu. So you can just comment in, kwa nini vijana hataki kuingia kwenye marriage sasa saa hii? Sasa unajua, hata niongea sasa kidogo, tuongeshe, you know, tuongeshe, draw hiyo picha, tuongeshe ni kwa nini mavijana hataki kuingia kwenye marriage. Sijui sasa niseme kwa nisemaje kwa mbele, lakini najua nimezoea Kiswahili sana, sasa hii inakuwa ngumu kidogo.
Na ni kwa nini vijana hawataki kuingia kwenye ndoa ikiwa kwamba wako na mali, wako na kila kitu, washa settle, wako na kazi. Mbona wataki mtu wako na, by the way, I was sharing with my friend kwamba there's a girl tuliongea na yeye, nikamwambia kwani mbona uingie kwenye marriage sahi? Kanaambia you know, the better the right man, you know. Ako na kazi, ako na investment yake, yeye ako self employed. Sasa mimi nikashindwa, kwani dunia imegeukia nini bwana? Tutaki kuona watu wako na ndoa, na at least mimi tu kama mimi napenda kusherehekea kisawa wenyewe. So I don't know but kidogo nipanguze hii homa. Hii homa inanisumbua kwamba hii homa hiyo homa imeisha. Unajua ilikuwa inanisumbua, nataka kuipanguza vizuri ndio tuendelee kwenye maongezi, right? Sara Masheti anasema hi to you Sara, nakuona pale. Kuna watu hapa, you can just get in ili kama tuweze, you can just as well comment, na nakuwa ni vizuri. Na kama bado ninangojea wale watu waendelee kujiandaa kuingia hapa ndani, unajua mimi naendelea kuongea. Hawa vijana ndio wamekataa kuingia kwenye marriage. Mimi ndo nashangaa sana. Ndio sasa juzi nilikuwa tu hapa, kuna clip ilikuwa inachezwa, kuna kijana fulani alikuwa ametei sana, alikuwa anasema, alikuwa naimba wimbo Mungu najua mahali umenitoa na mahali umenifikisha, nataka sasa mabibi wengi wanipende niwe kwenye ndoa. Sasa mimi nikashindwa gai, kwa na huyu yeye ana, kuna wengine ambao, by the way, this world is so confusing. Kuna wale wenye wako nayo, kuna wale hawana, kuna wale wenye wako nayo lakini wanacheza. Sasa network yangu iko clear jamani, namna gani? I say pole kwa network hiyo, sijui kama kuna gani, lakini we are trying to check. Nataka kuangalia hapa, fundi wa mitambo nakuja tuelezee kama network yetu iko vizuri, ili kama tuzidi kuangalia. Minaps, thanks so much kwa comment vizuri, you know, sikuwa najua imekuwa vizuri, sijui kama umeipata vizuri. Sasa ukisikia kwamba iko clear pale, itakuwa ni vizuri. Let us just have staff yetu pale ambao wanaendelea kuangalia, waniambie kwamba kama network iko vizuri, so that iko kwamba ime vizuri. Amen for the word of God. Ukibari ukibarikiwa saidia mwenye ana. Asante Geti. Alright, thank you so much dada mkubwa. Naangalia hiyo system pale, aweze kuangalia kama mambo iko vizuri, mambo iko vizuri kabisa. Nataka ningoje nisikie kama iko vizuri network. Kama iko vizuri niambie, kama iko vizuri pia nieleze, because itakuwa ni vizuri tukiambiana vizuri hapo, na itakuwa ni vizuri. Alright, kwa wale wote ambao unaendelea kuingia, unajua ime confuse, yani naongea na network haiko clear, network yangu haiko clear. Alright, nataka nisikie vizuri, okay. Inaundwa, so in a short while tutakuwa tunajua kama iko vizuri. Tutakuwa tunajua kama iko vizuri kabisa. Alright, wacha niangalie huyu ametoka kidogo, nimwangalie kama nisikie kama anasema kama iko vizuri sasa. Niambiwe kama iko vizuri. By the way, I'm trying to confirm, so msijali kwa nini nafinya simu. I'm not allowed to kufinya simu. Tunaendelea. Alright. Oh, good. Sasa mimi nasema, unajua hii story sasa, hii story imefikia pahali and then tunaambiwa like, unajua imekuwa vigumu. So anyway, anacheka kuangalia kama mitambo iko sawa, because nishamtumia text pale aweze kusikiza pia yeye, anaambia kama iko vizuri, you know. Itakuwa ni vizuri kama tunasaidiana hivyo, tuone kama mambo yanasonga vizuri. Haya, sasa huyu kijana, unajua brother yangu, usikike poa sauti. Alright, let me just sijui kama bado ninapatikana pale, sijui kama bado unanipata.
Mnanipata? Sasa sijui vizuri. Wacha tuangalie vizuri. So we'll check on it. Okay, alright. Tunaiangalia kidogo alafu tunarejea, so msiende mbali. Meanwhile, dakika chache tu alafu tuangalie hiyo tuangalie kama iko sawa. Haya, narejea, tusiondoke, but the main topic iko pale, tunaendelea nayo as time goes by. Right, imerejea, sijui kama sasa iko sawa, so that tunaendelea kabisa, sijui kama sasa tuko sawa kabisa. Pole kwa hizo itilafu kidogo, na hizo itilafu pole sana. Sasa sijui sasa mtu ananiambia kama kana kwamba tuko pamoja, so that itakuwa ni vizuri tukiendelea kushika hapo. Dada mkubwa, sasa unaweza kucomment useme kama inasikika vizuri ama iko na tashwishi kidogo, utaniambia. Itakuwa vizuri. Alright. Kuna yule ambaye anasema hapa kwamba mimi I can say ni vile hawadajipanga, and let us remember marriage si kitu naingia leo na kesho natoka, so it is good to take time na get the right person to spend the rest of your life with. Na kuna ka comment nilipata pahali wakisema, you know, kijana nilikuwa anasema better to have someone mwenye kwa life yako mwenye you know, like don't marry hell. Nilisikia comment kama hapo, like don't marry hell, better take time. Don't just be that too fast to get into marriage and marry hell. Better take time and marry blessings. So sijui alikuwa na maanisha gani, but I think Eriko pale, Jarito Eriko pale anasema kwamba mimi I can say ni vile wadajipanga, and let us remember marriage si kitu yani unaingia leo na kesho unatoka, so it's good to take time and get the right person to spend the rest of your life time with. So
I don't know, lakini ni vizuri. That comment nimeipenda, lakini pia why is it taking you that long? Kwa sababu huyu kijana ananiambia thank you so much dada mkubwa, umesema kwamba net iko sawa. Sasa sina tashwishi. um I'm humbled. Thank you so much. You know, I have good people ambao wananiambia net leo iko chini. All right, I'm happy kama tuko vizuri sana. All right, we can just continue. Sasa najua nilikuwa nasema you cannot marry hell. You cannot just get into marriage now you get to marry hell. So ni vizuri kwamba you get to marry someone ana make that analeta ile impact. Unaona kwamba huyu ni bibi nilioa, sikuoa sikuoa kitu ingine. Haya, wanasema kitu ingine. Alright, sijui kama ni kitu ingine, lakini ni hali tu ya kuongea na maongezi yetu, sijui, lakini tutaendelea kujua kama ni kitu ingine ama ni bibi. Sasa we are trying to get that point vizuri. So ukipata tu hii story ikiingia tu kwa life yako, unapata tu mtu anakwambia bana, life ya marriage bana imekuwa tu ni ngumu. So ni vile tu kuna threats pia watu wanatupeanga like unajua mtu anakwambia ukiingia kwa marriage si rahisi. Sasa vijana wanasema si rahisi. Kama this is a married person anambia like kuingia kwa marriage si rahisi. Unajua ile attitude nayo imeanza kuangusha hawa mavijana, but na vile vile tu unajua ukionanga wazee kwa mkahawa hivi na unapata tu wanaongelea about bibi yake na vile bibi yake amemsumbua, you get that point inakuchomanga, na ikoe bahati mbaya unaambiwa ni mama yake anasumbua. Sasa nauliza mamangu anasumbua namna gani? And then mamangu she's so that good, you know. Mtu kama mimi ananiambia mamako bwana ananisumbua, mimi nitashangaa kwani mamangu tena anasumbuanga, because I know kama nimegrow namna hii asumbui. Right, thank you so much kwa wale wote mnazidi kutuma zenu right here on KC Hot TV. Kumbuka kwamba marriage is the topic today, kama vijana wengi hawataki kuingia kwenye marriage, kwenye ndoa, hawataki kuingia kwenye ndoa na sijajua vizuri. So you can just comment right here, kwa sababu amesema mimi sitaki kuingia kwa marriage saa hii. Mimi sitaki hata kuanza kuingia kwenye ndoa sasa. It's better nikae hivyo. Kwa saa hii vile naangalia maisha bana, better nikae hivyo. So sijui, by the way, I had wakati wa corona, according to statistics ambazo nimefanya, wakati wa corona, unajua this show is so different from the other shows, you know. So hii ni mashine inaingia ndani, so lazima ujue mashine yote. Vijana hii time ya corona, according to statistics ambazo zimefanywa, hakuna mtu alioa sana. So 2% walioa. 2%. Hizo ni zile harusi zile umeona na zile come together. I mean come we stay. 2% walioa. Sasa mimi najiuliza hii 2% bwana. Sasa since 2% time ya corona ni waliingia kwa marriage. Sasa hii ndio tunaenda ndoa. Hiyo ndio tunaenda ndoa because those are the people staying up to now. Lakini kuna wale walikimbia because ile tu ya wanataka tu waingie kwenye marriage alafu ikakuwa kugumu, anaambiwa leo kuna chakula bla 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 la. So hiyo kitu pia kukaa threatened, anaambiwa sasa toka kwa marriage yangu, mimi sikutaki. Sasa umenitosha, you know, after doing all that pressure tu imekuanga. So hiyo time yote 2% wameoa. Sasa uone wako steady hadi saa hii, lakini wale wameshatoka kwa married because 10% walioana. Sasa that is talking about Kisii County, by the way. Yeah. So hiyo ni statistics zangu si za mtu. I want you to get that because lazima nifanye statistics nijue kuliana namna gani. Sasa and then you find that 5%, I mean 8% when waliingia kwa ndoa hizo. Sasa hizo wali come we stay, walikula mbio kwa sababu unajua kijana alikuwa nao kwa sababu ya pressure, you know, pressure. Sasa hii pressure na kuingisha unajiingia kwenye pressure, and then after then hakuna kitu tunapea bibi yako.
anataka nguo, anataka enda salon namwambia gando mine vikundo, I don't know, but anyway kuna mwingine hapa anasema again, wengine tunaogopa kuingia katika ndoa because tukitazama huku nje vile ndoa zingine ziko, tunasema kama ni hivyo baby. Nowadays ndoa zimekuwa scam, ni tricky sana. I don't know, sasa sijui kijana sijui sasa hii kitu kingine inaitwa kuna kitu fulani ni hapa inaitwanga tricky sana. Hii kukua tricky sana, mimi sijui kama itakuwa tricky nzuri. Sijui hii imekuwa tricky sana for long, by the way. Sijui kama itakuwa ikuwa nzuri because kama saa hii bado tu tunalia, tunalalamika, tunalia, tunasema oh marriage hapana. Unainua mikono unasema marriage no. So I don't know, why are you saying I am not ready for marriage? Wengine, yes, you can see hizo ndoa zingine, by the way. Why can't you make a change? By the way, sijui mbona stories zinajirudia because mtu ameingia kwa ndoa, yes, jana, alafu anasema I want to make you blah blah blah, I want to make you, yani nitakufanya everything kwa maisha yako yenye hujaiona, and then akiingia tu kwa hiyo ndoa immediately unamaliza siku 3 4 5, maisha yako sawa. Sijui ulipewa pesa ya mshahara zikipita wiki 3 4 5, mapenzi yameisha bwana. 5 because pesa imekauka. Sasa mmeanza ile like ulikuwa unanunua mkate kila siku, unanunua mkate vizuri, siku inafika unapata kama mfuko inakwambia hakuna kitu, hakuna kitu kwa mfuko. Sasa unashinda kumwambia leo hakuna mkate baby, kunaendaje? But anyway, those are the challenges ambazo vijana tuko nayo saa hii. So kuna vitu zenye unastahili tu, kitu yenye nafananga tu vijana wanaanguka wengi tu kwa hiyo marriage, na vile inakuanga stressful. There's one thing nataka kijana tuelewe leo, vijana tuelewe, because hizo minutes zenye nilikuwa nimepeana ndugu na dada wa text in, lakini you can just have that time ya kutext in, tuma ujumbe wako, itakuwa ni vizuri as well. You can just like the video, itakuwa vizuri tukisonga. The reason why vijana tunapenda tu ikuwe tu tunasema tu married with work. Tuanze na one. Sema one. Okay. One ni vile tu unataka tu, ukiona pesa zimeisha unaonanga there is no marriage. There will be no marriage when there is no money. That is one thing, my friend. Even in any other marriage kuna wakati pesa inaishanga. In any marriage kuna wakati pesa inaishanga. Vile unakaukanga, kuna wakati mwanaume anakuanga tu amekauka kabisa, hana pesa, but what comes in ni nini? Ni sacrifice. Akisha sacrifice akiseka mjengo, ni vile tu vijana tukipata tu tuna pesa na tumependa tu hizi white collar job, mazee, ukisikia tu mfuko umekauka hivyo na kazi hamjapewa pesa, hauna hata matoke, kwa hujapana hata matoke, hata kama hamna shamba auenanga hata mjei. Unajua ni ya wale wazito wana hakusomanga. Of course kuna mtu fulani amesomeanga hiyo kitu, by the way. Usidhani eti watu wanafananga mjei hawakusoma, no. Kuna vene employment imekuwa tricky, so lazima ujiwekanishe bana, ndio uingie kwenye hiyo kazi na get. Sasa ukiingia hiyo kazi, sasa unajua hii ni language ya mavijana, so lazima nikwambie vizuri so lazima tu ujue kuna kauka atli, unapata tu kuna 5 bob kene ukinunua ballgum ama kakianguka unaitwa wewe ni mtu umesota juu kitu unaweza kununua kwa hii town na hiyo 5 bob, na ni kwa hizi ni kapipi tu, yani biscuit hiyo ya Nuvita ama biscuit nyingine, yani inaweza kuwa kwa tumbo yako for only 1 hour, kwanza 30 minutes alafu imeisha. Sasa hautakuwa na pesa na bibi atakuwa anahitaji kitu
fulani. So wewe ni kukua mjanja, unaelewa pesa fulani kabla iishe. Kuna wakati inaishanga, nimesema kuna wakati inaishanga, inaisha kabisa, haiko kwa mfuko. So wewe jikakamue, do something bana, acha kuwa softy. Softy itakupeleka pahali. Kwa marriage hakuna usofty, that is one thing. So that is why vijana tunakataa mambo na marriage sai mapema. So hii mambo ya kuwa softy, mimi nakuja na solution tu leo, alafu kuna mbele kutakuwa kuzuri, you know. Itakuwa ni vizuri. So one thing, usiamue tu unaingia kwa marriage na unataka ku stay to be softy. No, hautakuwa softy wakati umeingia kwa marriage. So we jua kuna wakati mwanaume ukanga tu mfuko kapa, hakunanga kitu kwa mfuko. Number 2, so hiyo namekwambia lazima work hard, as in utakuwa ni mwanaume. Si sasa kijana, mwanaume na ujue wakati hakuna mkate hivi hakuna, na uambianga bibi yako mkate haiko, pesa sina, na aku understand kama ako ile level ya juu bana. Before that is why pia inakuanga tricky, juanga bibi yako, mwambianga background yako. So unatembea hapa na man nambia viatu mzuri huku, hata bibi yako hajaijua kwenyu, mnaishi tu hapo mmerent. Hiyo kurent, mnaishi na maisha ingine ya juu sana. Tunapata choo kule nyumbani itatengenezwa huko, itatengenezwa kabisa. Akienda kwenu anakuwa na bure kabisa. So better tu ujue maisha iko angi tu hivyo vizuri. Number 2 vile nimesema, number 2 ni kwamba when you want to get into marriage, lazima assume every fact, every rumor yenye umeambiwa. Kwanza si fact, every rumor yenye umeambiwa, assume every rumor yenye umeambiwa. Rumor unaambiwa marriage ni ngumu, because kitu akirapt kwa familia yako, wewe unajua tu marriage ni ngumu kwa sababu kuna karaka rumor hii. Hiyo si fact, hiyo ni rumor. Uliambiwanga rumor enyewe, marriage ukiingia na kuanga tricky. Sasa wewe kwa ni mtu wa kusahau kila kitu uliambiwa. Wewe jua marriage ni tamu. Change that negativity. Juu bibi yako akikwambia leo baby hakuna kitu hapa, wakati you want to get on that marriage, you know. Sasa wewe tu mwambie bana, kuna kitu anairupt tu kwa nyumba, obviously lazima tukwambia bwanangu, hakuna kitu fulani hapa, hakuna kitu fulani hapa. So akikwambia wewe mwambie mazee, tutaona vile tutasuluhisha. Wakati una pesa, hata kuwa na makasiriko eti marriage ni ngumu, Juliambiwanga na shosho na grandpa ni wakati wao. Be positive na mambo na marriage. So with the moment uko kuanga tu positive tu na enjoy life yako, inakuwa tu unasonga. Acha tu kusikiza kitu uliambiwanga kitambo. Bibi kasirika, si niliambiwanga marriage ni kitu ngumu sana, hata watu wenye wameingianga kwa wamejaribu. No, be positive. Tumemaliza hiyo story hiyo. So then number 3, kwa mjanja kijana, kwa mjanja, jua kusavu kitu moja inaitwanga Mungu. Kwa mjanja as in, kuna wakati unakuanga tu hauna anything, kuna wakati tu una feel uko low, kuna wakati bibi amekukasirisha. Kwa mjanja, badala ya kwenda kusikiza music zingine kwa bar, ukuja ukiwa umeteid bibi alikukasirisha. Juu bibi ulisikia ameanza kunungunika kwa majirani, hakuna kitu tunaletewa hapa. Unajuanga hiyo story inakwanga. Hata wale ambao ni mavijana tuko kwa marriage saa hii, ulijana ulileta kama mtu kako kwa nyumba ndani, juzi uliingia tu na marriage yuko huko na bibi. So that is hiyo ndio story ya mavijana tunaongelea, ndio si divorce mtu. Sasa lazima ukuwe mjanja. Ukikasirishwa usiende kwa bar, uendelee tu kucheza ukunywe upate. Unajua the time you are annoyed, my friend, the time you are annoyed, kuna vitu zenye ustahili kufanya bana. Kusikiza tu music zenye zinakuanga, tunasemanga kuna hizo music zinaitwanga
bongo music, haustahili kusikiza hizo music juu zinakuzuzua, zinakupa mawazo zaidi. Nataka kulewa, nataka kulewa, unataka kulewa tena. Kuna wimbo fulani ambao ulikuwa tu umeachwa kwa band. So unapata tu like kuna songs zinastahili kusikiza, kuwa mjanja, as in why jana nimeongea about kuwa next to God, kuwa karibu na Mungu. Mwambia God, anyway, hii ndio shida yangu. Namwambia tu God because he's a friend. He's the best friend you can live with. Kabisa, who can solve everything. Hata kama unataka kulia, wewe ni mwanaume unataka kulilia Mungu, mulilie the very time, because hata ukililia mwanamume mwenzako hapa na kucheka nasema sisi tukaambianga marriage ni ngumu, alafu kakaingia haraka haraka. Sasa kameingia alafu imekuwa namna hii. No, wewe kuwa na best friend. Best friend anakuanga tu ni God. Hakuna best friend mwingine mnaweza kuwa naye. Hata dadi akuangi best friend, by the way. Hata mami akuangi best friend. Juu ukimwambia juu ya bibi yako unajua hakuzaliwa kwenyu. Bibi yako ni mtu wa nje. Obviously utakuwa nakwambia negative about your wife. Baba atakuwa nakwambia wewe negative about your wife. So the best friend Christ bana. Christ mwenye alikufanga tu juu yangu na wewe, na akasema hii story ya kunungunika, hii story ya kulalalala all along, hii story ya kulose ile tumaini, unapata tu hauna point ingine bana. I make sense. So kuwa na rafiki mzuri, the one friend mwanamwambia hello, niko na shida baba, yani niko na shida babu kubwa. Sasa baba reduce ikae level yangu, naweza nika handle bila makasiriko, bila kulalamika, so inakuwa tu vizuri. Hii karne ya 21 na ndoa, ni heri nikae single for the next 10 years again. Another point, if uko na sugar mommy or sugar daddy, utaona umuhimu wa kuoa juu kama ni kitu chakula ya mwili unapata na mahitaji yote anashughulikia. So no more marriage kwa kisasi hiki. Of course kuna watu wamezoea tu hiyo point nitaiongelea. So mimi nimesema of course kuna hao ma friends, kuna hao mabwana, kuna hao magulamu, na kuna hao mabinti ambao by the way wanapenda tu hizo sponsors, wanapeana kila kitu. So unapata tu mtu amesema mimi nikiingia kwa ndoa inakuwa ni tricky, sitapata ile advantage ninapata nayo kwa sugar mommy na sugar daddy. So inakuanga like hectic atakange kuingia kwa ndoa. Of course ile inakuanga like, I remember there is a story. Kuna kijana alikuwa anafanyia, by the way hii nayo ilikuwa tu ni waka na bibi. So waka na bibi wakakuanga tu the same house, so waka alikuanga na mwendeshanga gari. So ikabidi siku moja walikuwa anataka kwenda out, lakini bwana aliwaruhusu kwa sababu alikuwa anaamini huyu boy. Sasa bibi alikuwa ameanza kumezea huyu boy mate. Get? Sasa huyu boy alikuwa ni kijana dawa. So wakati alikuwa anamezea mate akamwambia tunataka, okay, tunaenda kubai kitu fulani naye tunaenda kubai, so inabidi tu tuende pamoja. So walipoenda huyu kijana akaenda vizuri. Walipoenda hiyo meeting yake ya kwanza alimtaka, na boy akaona sasa hakuna haja, si nimeangukia, akaangukia. Sasa ikakuwa hiyo trend iko kwa hiyo nyumba, kabisa kila wakati. And this boy alikuwa anaenjoy, kuna zile benefits alikuwa anapatanga, ka pesa sina leo baby, ka sugar mami unakwambia ka baby, lakini ni bibi ya mtu. Pole sana. Sasa wakati ana pesa anamwambia mimi nayo sina pesa leo, anampea. Mimi nataka kitu fulani, anampea. Akishampea inakuwa namna hiyo. Sasa imagine sasa imagine wakakuwa like 2 years 3 years zimepita, 4 years ndio hiyo 4 year. Kijana akasema
Mimi acha niingie kwa marriage hata kama niko na huyo sugar mami. Bana akaingia kwa marriage. Sugar mami hakufanya nini? Hakufurahisha though alikuwa anamfanyia kazi. You know, hakuna vile unaweza kufanyia sugar mami kazi na unaishi kwa. Temptation tu ziko na bibi yako huko nyumbani. Those conjugal rights au perform. So akamwambia wakaendelea tu. Bibi hakuwa anajua. So hiyo time tena pia waliendanga out. Alimpelekanga na gari. Alikuwa anaenda kununua kitu. Baba akamwambia sasa tena unajua the first action walifanyanga ni wakati waliendanga mara ya kwanza kununua kitu, walienda wakanunua kwa wakalala hoteli moja, one room baba, one room. Ndio maana hiyo temptation zilikuwa pale. And then this other day akasema pia walipoenda huyu kijana akataka kutu kudinda wasilale the same house. Walipokuwa kidinda, unapata tu nini kile happen bana. Alimwambia mimi kama unadinda basi sikununulie kitu fulani, because alikuwa anataka kumnunulia nduthi. Sasa wakati anataka kumnunulia nduthi huyo kijana naye unajua kijana akasema bana ninataka kuangusha jackpot. Okay, wakaenda kalala tena the same very day. Sasa sijui bana ika happen hivyo, unapata tu mtu alikuwa na sahau kwake. Huyu kijana alisema tu kweli, mimi enyewe nilikuwa nimeoa ndio, lakini conjugal rights kwa bibi yangu ilikuwa ngani tricky. So unafanya hata bibi yako anaanza kuwa na nje, because hata hiyo marriage haikwange that good, because hata bibi anaweza toka, because mbona anakuja kwa hiyo marriage na hizo rights zingine hazikufulfill. So inakuwa tricky sana. Alright kabisa. Vibes kali Jarico Erico anasema kwamba finally Eve ni kwa marriage unanipata nakiimbia. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Rachel Nabuti anasema kama following. Thank you so much kwa sababu ya kufuatilia. Zime katika dakika 46 baada ya saa 3. Nimebaki na dakika 13 ili niweze kukamilisha this show kabisa, ili kama niweze kumpisha mwenzangu. Alright, so I don't know wewe kwa maoni yako, what has been happening to you? Nataka tujue kuna namna gani, but anyway what I'm saying ni kwamba inahitaji tufanye nini, inahitaji tujue ni kipi tunastahili tukifanye, because hii life ni ngumu. Hii life ni na si ngumu sana, ni ngumu because we lack wisdom. Tunalaka tu hiyo wisdom kabisa. So nilikuwa naongelea about point 3, tushamaliza point 3. Point 4, kijana, marriage ni kitu nzuri though si chakula. Kitu nafananga tu marriage na kuanga toxic, kuzoeana sana, kuzoeana azin hii kuzoeana ni moja, umezoeana na brother zako na sister zako na madhako. Bibi akikuja, wewe kitu huko nayo ni kuwa tu umejitenga na bibi yako, unaongea na sister na madhe na brother. Sasa bibi ulimletea nini basi? Because automatically atakuwa na makasiriko kwa nyumba, because kama ulimleta lazima umpea tu mastori. Bibi ni kumjenga tu mastori tu hapo, at least na bambika. Wanataka kusema mimi ni kale kama mtu. Mimi hapana. Mimi nasema tu hii ni moshene, nakwambia moshene nitakusaidia. By the way, hii moshene ni constructive moshene. Hapa constructive moshene, na hii itakuwa na kudanga kila siku Monday to Friday. Moshene iko very constructive, unajua. So sasa wewe usiku unakuanga kiimbi kwenyu wewe na sistako na bradhako na mamako, alafu ukuangi kiimbi kwa baby wako, umwambiengi story. Ukikudanga unamwambia how are you. Sasa wewe kitu nataka tu kidogo tu. Sasa niko studio kidogo. Sasa unapata tu like wewe ukikuwa pale
Kitu tu nataka tu ni kuambia mamako story mingi. Bibi yuko pale manyumbani, haumwambii anything, alright? Alright, you can just text in, useme kama unashika ukiwa maneno gani, just if you're watching from Kisii Hot TV right away. Na wale ambao mnaendelea kuingia ndani, Irene Kerubo anasema hey, I'm here. Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi text in. God bless you. Alafu tunazidi kuingia kabisa kabisa, alright? Yes. Anasema kwamba Lilian, Lilian following from eneo lile. I have 10 minutes ili kama niweze kuondoka kuswitch off. Ndio watu wa Saudi Arabia na Qatar pale wamaliza kazi saa hii, so nataka tu nijue Blessed Mom leo ana comment nini juu vijana tunasema hatutaki kuoa. Blessed Mom, uko aje? Niko poa. Ni leo uko na mafua nini? Nasikia ni kama unaongea uko na mafua nini? Niko poa. Alright, leo light ulichukua wapi? Unajua sikuoni sura leo. Blessed Mom, nakumbuka juzi nikisema kuna mtu mwenye akiwashanga light kwa nyumba at least na kuanga tu bed. Siku uliamua utuiti. Utuiti, mimi nilikuwa napita tu nikakuona. Alright, uko aje? Mimi niko poa, nashukuru Mola. Vizuri. Sasa leo tumekuwa tukiongea tu mavijana wanasema mimi eneo kuja kwa marriage na kuanga tricky. Sasa wewe unaona ni sababu gani zinawafanya wasiingie kwenye marriage na ni njia ipi tunaweza tu tukawa motivate waingie kwenye marriage? I know you are a married and a happy spouse pahali. Mimi ile kitu naweza sema. Siku hizi vijana wanaogopa majukumu. Unajua ukiwa peke yako unaweza tumia hata 100 kwa siku. Lakini ukiwa na familia itakuwa ni expensive. Mimi hiyo ndio naweza sema upande wangu. Na hakuna kitu tunaweza fanya kwa zoezi lazimisha mtu eti ende uoe. Sasa utamlazimishaje kusema kweli? Yeah, it's true. So ile kitu wanaogopa ni majukumu, kwa sababu ukikaa kwa mzazi wako hawezi kukufukuza, utakaa naye for good. Like now mimi niko na mtoto kijana. Sasa mtoto wangu hata akizeeka siwezi kumfukuza juu ni wangu. Tutakuwa napika, tunakula na yeye. So vijana wengi wanaona juu wanapata kila kitu wakiwa kwa wazazi, hakuna haja ya kuoa. Alright, thank you so much. That is Blessed Mom. Kuna mwingine hapa anaitwa Lilian Makori. Lilian Makori, good evening. Lili, animute mic yako pale, itakuwa vizuri na uonyeshe picha yako. Nione kamera. Unajua lazima nione leo sura. Unajua ni vizuri kuona sura kama Lilian Makori. Lili, you can just talk please. Acha nianzie na salamu. Nikusalimie wewe kama Isaac. Nashukuru. Nimeona Blessed Mom ameenda wapi? Ni kama ni net imemtupa, hata yangu sio poa vile. Ndio nataka nione picha bwana. Leo unajua nataka picha nikaona uko ndani, sijaisikia hii nini yako. Sijai kupata wewe. Sasa mimi ninafuna nikusalimia, hata salamu tu itakufanya uendelee na kazi poa. Ni vizuri ya. Neti yangu si poa vile, unanipata? Nakupata vizuri sana, vizuri sana. Sikupati vizuri vile. Okay, sasa wewe unaweza komentade juu na mada ya siku ya leo? Hiyo mada ndio kuingia, ni vile sijaipata vizuri.
nijue nitaanzia wapi. But mi chenye ningesema, unajua siku hizi pesa, siku hizi watu huangalia pesa. Mtu unaangalia vile mwenzako anaishi, anaishi maisha mazuri ama anaishi maisha mabaya. Sana sana kama una job ya kufanya upate pesa, huwezi oa. Juu mwenye unaoa anahitaji pesa. Sasa vile una pesa unasema afadhali nikae. Juu ukienda kudate msichana hapa ni pesa nataka. Ukienda mwingine ni pesa. Mwingine ni pesa. Hii channel ya siku hizi pesa tutakaa siku. Na wewe ukipata mwenye ana pesa, na wewe ukipata mwenye ana pesa ama ako na pesa, siku hizi sasa rafu ni kama ni watu wanapenda pesa, sio ile rafu ya zamani. Lilian, unaongea kama mtu mwenye ameoleka ama mtu mwenye hajaoleka? Sikupata. Wewe personal unaongea kama mtu mwenye ako kwa ndoa ama mtu mwenye bado ni kijana? Sijakupata. Alafu hebu sema sasa. Sema sasa. Hata kama unanipata sikusikii. Okay, just go back alafu tarejea tutaweza kuongea. Haya, amekuwa ni Lilian Makori anasema kwamba masuala ya pesa sasa. Pesa imekuwa ni ngumu. Huyo Lilian amekuwa akisema kwamba she is following. Let us get back to her. Huenda sasa network imeshika vizuri ili kama tuweze kumalizia. By the way, I have only 2 minutes ili kama niweze kutoka hapa. Makori, nimerejea kwako tena. Lilian, nimerejea kwako. Yani nakushika vizuri. Alafu unapata siku hizi wasichana uangalia mwenye ako na pesa ya hata huko. Yaani anatamani mali, sio mwenye anamuoa, ni mali. Angalii mwenye anamuoa, ni mali. Alafu akioana mali waende ishe kidogo kidogo. Kama kijana alikuwa kazi si pesa hapo itakuwa mwanadada kubwa naenda kutafuta mwingine mwenye ako na pesa. Sasa huyo jamaa ataweza sema afadhali nikae kama pesa zimeisha na nimetorokwa juu pesa imeisha. Nani atakuja kunivumilia kama sina pesa? Si afadhali nikae hivyo. Lilian, unaongea kama mtu mwenye ako na experience ya ndoa ama unaongea kama kijana? Mimi huwa ninaangalia tu kwa maoni hivi. Vile inawa. Alright, thank you so much. Naona kama mitambo inasumbua kidogo, lakini ni kumaanisha kama kufikia hapo ndipo tuna karibia kumalizia show yetu, lakini anyway we are trying to say kwamba thank you so much Lilian Makori for joining us, kwa sababu umekuwa pamoja na sisi, and thank you Blessed Mom kwa wale wote ambao mmekuwa comment tangia tulipoanza hadi hivi sasa. You know, it's a kind of a message ambayo leo tumepitisha kwa vijana. Mazee, you can marry, mazee, you can be that a good father. Tuachane tuna hizi stories za kuambiwa like marriage is hell. Marriage is not hell. Hiyo tu ni rumor. Let us take those things to be rumor. Let us be real. Like one, boy usikuwa softy. Two, wewe kuwa na friend ambao anaitwa Christ. Alafu ukikuwa tu umekasirika usiku tu na listen to secular music. Just listen to God alone. And then the other thing is
just be close to I mean be positive kila wakati, be positive, usikuwe msofty. And then I think niliongea vile vitu tatu pale, mimi 5 6. And then kuongea bana, usiongee na mama peke yake kila wakati, you can lose your marriage. That thing is he must ama sponsor huyu, sponsor girl ama sponsor boy ama huyu mama ama baba hawezi kupeleka pahali. Just focus on your life na itakuwa ni vizuri tukifanya vile. Imetimia mwezi wa 4. I just have nothing to say, ila tu nisema thank you so much kwa wale wote ambao mmezidi kufuatilia papa hapa kwenye Kisi Hot TV. Tupatane tena kesho mwendo wa saa 2, hapo saa 2 hadi saa 4 itakuwa ni vizuri. God bless you so much. Nawapenda sana. Thank you so much for keeping this show number 1 kwa sababu ya mambo ya Moshene, Lively Moshene. Takuja hapa kesho kwa Lively Moshene kama hii ili tujue kuna kwenda namna gani. Goodbye for now. God bless you. Have a lovely night. Goodbye. Call me Papa Isaac Leonard. Tuonane kesho.